sababu nimeona vitendo wamefanya hapa Malava. Kwa hii ward ya hapa nyuma, Butali Chekulo ameweka maji hapa ya mabilioni, na hiyo maji itasambazwa na Mheshimiwa Ndakwa mpaka ingie sehemu ya hapa Butali Chekulo, kutoka kule mpaka Mugai hapa, Mugai Shirugu. Si ndio hivyo? Pia rais amekuwa hapa juzi, akazindua barabara ya mabilioni kutoka hapa Malava kupita hapa iende mpaka kule na Baholo. Barabara ya mabilioni. Hiyo barabara hii kutengenezwa na marais, ni William Ruto ndio amekuja kutengeneza hiyo barabara. Watu wa Malava, naomba kwa unyenyekevu, tukitaka kuonyesha William Ruto heshima, tuchague huyu Mheshimiwa Ndakwa asukume hizo miradi mbili Mheshimiwa William Ruto amelete hapa. Tunakubaliana? Na watu wa Malava, mimi kama jirani naelewa historia yenu vizuri sana. Nyinyi wajumbe wote mmekuwa nao hapa Malava, hamujawahi kuwa na mjumbe wa mpinzani. Mjumbe Welengai alikuwa assistant minister kwa serikali. Mjumbe alikuwa Naswa alikuwa assistant minister kwa serikali. Mjumbe mwingine alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Burudi na Bwera, alikuwa minister of state in the office of the president. Minister mwingine alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Joshua Mulanda Angatia, alikuwa waziri wa afya. Minister mwingine alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Peter Soita Shitanda, alikuwa waziri wa housing. Malulu amekufa akiwa vice chairman wa education committee, National Assembly, which is a government committee equivalent to assistant minister. Malava, mumekuwa kwa serikali throughout. Mnaweza enda upinzani kweli? Mnaweza enda upinzani kweli? Ule mrembo uko naye kwa kitanda hapa, na ule unatongoza nje, ni nani unaweza kula saa hiyo usiku? Ule uko naye kwa kitanda hapa. Hey, hapa. Ule unatongoza nje, ujui kama ni malaya ama ni nini. Sio hivyo? Sasa mrembo ni huyu Ndakwa. Mrembo ni nani? Mrembo ni nani? Tarehe 27 unaimba Ndakwa. Kama mimi sitaki mchomeke, najua sana. Nataka kufunga sasa. Sababu Faruku amepanga maneno. Mimi nitasindikiza Faruku na 1,100 kwa sababu mimi nimetembea tu hapa hivi. Mwisho kabisa nataka kunena jambo moja. Na mnisikiza vizuri. Mimi ni deputy party leader wa chama cha DAP and we have a candidate here. Wiki mbili iliyopita wale wazee walikaisha. Eugene Wamalwa wamekaa hapo, natembea nikapata mtu ya DCP Kilio Malalamiko Malala amekaa hapo. Nikaona mwingine amekaa hapo Zisezi Panyako. Nikaangalia wazee wanataka kuniambia nini. Waniambia unajua DAP sasa huyu Rigiji ule alikuwa mono yangu bunge. Rigiji ati yeye DAP imeshirikiana na yeye watoe mtu ya DCP wabakie na mtu ya DAP. Rigiji awe kiongozi wa kampeni za huku ili washinde hiyo kiti. Nikaangalia hawa watu kuna mahali wanaenda kweli. Kama Rigiji amekuwa 1 term bunge, mimi nimekuwa 3 terms. Nikauliza hawa watu, Rigiji ataenda kuambia nini watu wa Malava? Jana wamedhibitisha ule jamaa rafiki yangu Eugene Wamalwa amesema akiwa kwa matanga ya bibi wa JM Kariuki, Ruto akimtafuta ama atafute Kalonzo wapitie kwa Rigiji wa Munyoro. Yani Wamalwa umeacha chama, wa Munyoro ndio ana control chama, must have a policy na lazima chama isonge mbele. Mimi nimeamua kama mtoto wa pasta, siwezi fuata hao watu wataanguka hapa Malava. Mimi nitafuata Ndakwa tumuingize bunge. Na pia nikimalizia huyo Rigiji, huyo alikuwa anaonyesha choo kwa mimi niliingia bunge nikiwa 30 years. Rigiji amekuja 2017 amenipata huko. Mono one term. Namuonyesha choo ndio hii hapa. Hapa mahali ndio unaongea hivi kwa speaker. Huyo jamaa jana amesema, na mimi naamini ni upinzani yote inamaanisha hivyo. Walisema ajenda yao ni moja tu. Ajenda ni moja. Hawana manifesto, hawana plani yote,
They are very rudderless. Yani kwa rada wapatikani. Wanasema agenda yao ni kutoa Ruto. Ruto mwenye amekuwa MP 3 terms. Amekuwa vice president 2 terms. Amekuwa president hii term moja na naenda ingine. Utaweza Ruto kweli? Kama mimi na ndako na Faruk tuko utaweza Ruto? Rigiji, back and retire, enda wa Munyoro, ukae huko, sisi tupange siasa ya Kenya. Mungu awabariki. Haya. Wewe Safula anatosha ama atoshi? Wapi mkono ya Safula nione hapa watu ya Ngwana. Huyu kijana ni sawa. Sikujua huyu Safula anaweza tetemesha area